Maisha yangu ni kadi nimeishi kwingi sana. Maisha yangu ni mrefu. Kadi, chukua kura, na story yangu ni mrefu sana. Story yako ni kama movie. Yangu ni kama movie. Sasa hivi kuna wengine watu wengi sana wananiita Steve Kinara, kijana ambaye amejituma sana kwenye hii ulengo wa siasa. Pangia kusimama kiti yote ama what's your plan? Kama kawaida jitu lenye mkonga hapa na wala si tembo ile na bongo ndo nembo mazee. Na hii ni Unyama TV vlog kama kawaida, another day another time kama Kawis. Wanasema ni Unyama TV ya community, na leo mazee niko na mnyama fulani in the area. Na niko na swali yake ya kwanza kabisa, kwanza atujibu. Je, uko kadi? Niko kadi mbaya sana. Mimi ni mpiga kura. Okay. So nimekuwa naona mambo sana mtandao. Unajituma sana kwa siasa. So hebu tuambie tu kiufupi, who are you? Mimi watu wengi sana wananiita Steve Kinara, kijana ambaye amejituma sana kwenye hii ulengo wa siasa. Na tunasema tunakuwa kadi kwa sababu 2027 tunataka kuwa kwa hiyo keki. Ile keki yenye serikali huwa inakata. Tunataka tuwe part of the cake. Unaona? Keki ikikatwa nusu ni nusu 50-50. Both the government and the citizens. And the citizens ni sisi sasa. Unaona? So unapangia kusimama kiti yote ama what's your plan? Kwa sasa sina mlengo yote. Sijapanga kusimama kiti yoyote ile, lakini wakati nitasimama hiyo ni sure bet. Moja tukisonga. Wajua nimekujua kitambo sana kutoka mwanzo. Wewe ni mtu unajituma sana. Umekuwa na kitu fulani inaitwa Chipua Talanta. Sijui kama inaendelea. Chipua Talanta iko na inaendelea na inazidi kuendelea na bado sasa hivi inazidi kuwa kubwa kuliko venye ulikuwa unajua kitambo. Future plan labda? Future plan yangu ni kubwa sana kwa sababu nataka kutumia Chipua Talanta imekuwa ni brand ambayo inasaidia pia watu na inaajiri pia vijana sana, kwa sababu Chipua Talanta events kumaanisha kuna siku itafika nikuwe na organization kuna chefs hapo ndani, kuna watu aina mingi, kuna wale ambao watakuwa napata za kuweka tents, kuna wale ambao watakuwa napata kazi za sound. Unaona, for example mtu akona wedding, you just need Chipua Talanta. Ukikuwa na Chipua Talanta kuna MC, kuna DJ, kuna dancers, kuna entertainers wote. That's a future plan. Na ilifikaje ama plan ya Chipua Talanta ukianza? What was your plan kwa kichwa yako? Ulikuwa unapangia ifika wapi? Ama what's your plan from day one Chipua Talanta imeanza? Chipua Talanta day one, unajua Chipua Talanta nilitengeneza wakati nilikuwa college. That is 2020. Ndio nilikuja nika-identify 2020 nikajua kwamba kwa society kuna kitu watu wana lack. Watu wana lack entertainment, na pia apart from entertainment kuna hii stuff ya kunacha talents. Talents ni mingi sana mtaani pale vijijini. Watu wengi wako na talanta lakini hawajui talanta zao wataoneshea wapi. Wataenda kwa watu kuperform talanta zao ndio ikuzwe, unaona? Kwa sababu uko na kipaji, kitu cha kwanza unafaa kufanya ni kuwa identified. Identify wewe ni artist, wewe ni msanii. Identify wewe ni comedian. Je, hiyo comedy yako utakuwa unafanyia wapi? So nikajua nikitengeneza Chipua Talanta it will be like a platform for the youth, for society. Na maisha yako imeanzia wapi? Labda ni wapi umesomea? Mimi maisha yangu ilianza kitambo sana kwa sababu ile mtaa unasema sasa hapa mimi mtaa hapa ndo nimeanzia maisha yangu. Nakwambia mimi maisha yangu ni kadi nimeishi kwingi sana. Maisha yangu ni mrefu sana, story yangu ni mrefu sana. Story yako ni kama movie. Yangu ni kama movie. Sasa hivi kuna wengine watalia, iko na part ya kilio, iko na part ya furaha, kuna part ya maombolezi pia. In fact, kwanza kabisa nataka uniambie hiyo part ya kilio. Hiyo part ya kilio ni ilikuwaje? Yani umesasta sana. Mimi life yangu nimeishi bahati. Nimesomea nursery Jacob Mogo pale St. John kwa makaburi. Nimesomea primary hapo St. John. Mimi nimesomea shule 11 before nimalize primary ama high school, both from nursery to form 4. Nimesoma shule yenye nimesoma miaka mingi sana ni 1 year. 1 year. Na ni 1 year yenye ilikuwa completed. Ni 1 year yenye nimesoma term 1, term 2 kwenda term 3 hivyo. Mimi nimesomea 11 schools. Sasa unaweza imagine kutoka nursery to form 4 how many years? Yani nimesomea shule 11. That means kwa kila class nilikuwa nasoma every year niko two different schools. Kila shule uko shule tofauti, kila mwaka uko kwa shule tofauti. Ndio. Challenge umekuwa unapitia kwa maisha yako ama kwa masomo? Mimi kwa challenge ya masomo sijapitia sana. Kabla I was very bright. I was very genius. Mimi nilisoma kitu leo. Wallahi hata 10 years nitakuja tu nikumbuke. Challenge inamaanisha ni nini nilifanya mpaka ati kwa mwaka mmoja unasoma kwa shule moja, next year uko kwa shule nyingine.
I think nilikuwa mse kitu ngumu sana. Kwa Lacemaker mimi kila siku nilikuwa napata kwa list ya Lacemaker. So Lacemaker imenicost. Kwa sababu nikijipata nimeandikwa kwa list na mimi nikienda pale sasa ikupigwa, sasa ikifanya nini na enda home. Unaenda unaenda for good. Kwa ilikuwa ni ujeuri, usumbufu. Nilikuwa mjeuri lakini mjeuri wa maana kwa sababu vitu nafanya huko nje na vitu nilikuwa nafanya shule inaambatana. That's why ni hapo nilikuwa naelekea kuuliza swali kama hiyo. Juu umeonekana hivi karibuni ulikuwa unaongoza sana maandamano. Kuna maandamano mengi kama juzi ule akiuliwa yule Pastor Julius Domia. Uliongoza maandamano pale mstari wa mbele sana. Ndio mimi kila kitu kifanyika lazima nikuwe mstari wa mbele. Iwe nini lazima nikuwe mstari wa mbele. Na mimi ni mtu mwenyewe huwa napenda kutetea haki sana. Hadi shule ningeona mtu anataka kudhulumiwa kidogo hapo tungekosana tu. Story yangu ni mrefu. Yangu ni ile. Na sijabadilika by the way. Hata sasa ndio nimekuwa mdedri kuliko kitambo. Sasa kama sasa kama ni kuwasha moto sasa ndio nawasha moto vizuri. Okay. So mimi nimekuwa na shuhudia mambo mengi sana ambao unafanya. Na kama kuna vijana ambao nawatambua kwa uongozi sasa hivi Bahati constituency, I can say you are one of them. Not only at uko part of the people, but you are the one ambaye kama ni kiongozi tunafaa kumchagua kama kijana. Mimi sasa hadi watu wameniambia, watu wa Bahati wananiambia nitulie kidogo. Wameniambia sasa sijakomaa lakini niko na leadership skills. Profiti? One time Skuzombo. Dozi kwani uko hii area? Popoa. Kinara, uko Kinara unaitwa hapa. MCA. One time. Ikifika ni kuchagua kiongozi ambaye ni kijana. Wanaamini kwamba wewe ni mtu ambaye unaweza fit sana kwenye nafasi ya uongozi Bahati constituency. Mimi ni mtu mwenye hata nikwambie ukweli. Mimi leadership iko ndani yangu. Leadership si kutafutilia. Mimi ni kiongozi by nature. Mimi hata nikikaa tu hivi unaniona hivi. Nikisimama mahali popote yenye watu wako, automatically wananipea masikio yao, wananisikiza kenye nawaambia. Mimi ni mtu mwenyewe, mimi ni kiongozi. Mimi ni mtu nikiweza pewa chance ya kuongoza. For example, hata nipewe chance ya kuongoza Bahati constituency peke yake. Naona in 3 years people will start seeing change. Kwa sababu mimi ni mtu mwenyewe, I'm not greedy, sina tamaa ya pesa. Mimi ni mtu, leadership is my passion. Unaona? Napenda uongozi, napenda kufanyia watu kitu mzuri. Unaona? Mimi ni mtu nikiweza pata leadership Bahati, patakuwa anasema hatutaki mwingine. Mtu atakuwa anataka kusimama kiti Bahati, anaambiwa Kinara bado hajamaliza kazi. Okay? Sasa dream yako sasa hizi unapangia unaweza simama kiti gani labda? Sasa hizi mimi nikiweza kusimama kiti naweza simama kiti ya MP. Hata watu wananiambia wewe kijana uko sawa, lakini waje kidogo ukomae. Basi. Naona mimi kwamba hujakoma. Wanasema kulingana na venye watu unajua, nataka nikwambie, sisi tunasikiza wananchi. Unasikiza kidogo aje. Wewe sasa hizi uko kwa the right path. Campaign ya manager. Ndio? Maana wewe kiingia pale, atape miaka ngapi? Manager kwanza ni nani? Unajua kuna mtu wako pale anatuwatch lakini hajui manager ni nani. Wewe unawatch na hujui manager ni nani? Manager ni mwambie anakosea kwanza. Unakosea kama hujui manager unakosea sana. Manager ni kiongozi. Na sasa kama tunaongea about true leadership, Manabe, she is among the leaders that I can tell you in Nakuru we have the potential leader. Mtu kama Manabe. Manabe anasimama kiti ya MP Bahati saa hizi, yeye ndio tunafanyia campaign na yeye ndio incoming MP Bahati. Akiingia MP anasimama na chama ya DCP. Watu wengi wanasakuwa wanazunguka hapo barabara akisema Manabe alizuka sijui women rep, Manabe sijui anatii amesimama MCA. Hao ni the stupid bloggers wenye unaona tu mtandao hapo hivyo. Sisi tunasema hivi, Manabe yako imara na anasimama kiti ya MP Bahati constituency na yeye ndio incoming. Watu waache uoga, waache kutetemeka mchana, waache kuingia baridi wakati jua inawaka. Unaona venye jua imewaka. Watu wanaingia baridi wanaanza kutetemeka. Tunawaambia Manabe anasimama MP Bahati constituency, chama ni moja, chama ni ya DCP, chama ni ya kucheza ground. Sio hata umesikia ground inasoma na ground inasema DCP. Na ground ikisema ni DCP inasema ni DCP na Mary Jasas Manabe. Unaona? Kama kawaida hivyo vile tulikuwa tumesema Manabe ingie MP, kaonge miaka zake 5. Na wakati naruka governor mimi ananiachia kiti ya MP. Wakati ataniachia kiti ya MP penye atakuwa amefikisha kazi, mimi ni kuendelea na kumalizia. Ndio. So utaki kiti ya MCA? Saki hata MCA, akili yangu ni kubwa kuliko. Ukiweza pewa nomination ya direct nomination ya MCA uweze ukachukua? Maybe for sahi. Na ikifika 2032, mimi ni MP bwana, mimi ni mbunge. Akili yangu inafaa kuwa MP kwa governor. Hata inawezekana hata naweza kuwa president 2050 something. But prepare for this. Najua tu it's a matter of time. Mimi naweza waambia watazamaji kama kuna mtu ambaye ako na talent ya wanasiasa,
Msi ako na talent ya siasa, politics. Mimi ni mtu nimesoma communication. Uko na skills, niko na skills za communication. Niko na skills za communication. Bado uko na skills za uongozi. Niko na skills. Uongozi si skills. Uongozi hiyo si skills. Hiyo ni power, a gift from God. Hiyo Mungu tu ndo amenibariki nao. Ameniambia sasa wewe ni kiongozi by nature, by nature. By the way, nilikwambia story yangu kidogo. Mimi since hiyo hata kama nimekuambia nimesomea 11 schools kwa kutoka nursery hadi form 4. Hakuna mahali nimeienda nikakosa kuwa leader. Yote hata nikienda mahali nisome 2 weeks naenda kama nimechaguliwa kiongozi. Okay. Na kuna mahali tuliruka kidogo. Sikukuuliza nini umesomea shule. Nimesomea media communication, nimesomea media and communication. Ile inaitwa African Institute of Research and Business Studies. Kwa Nakuru Kijabe Road, International School. Alafu hivi karibuni nimekuonaona na kiongozi anaitwa Peter Mbae. Sasa Peter Mbae hebu tuelezee tu kiufupi kuhusu Peter Mbae. Peter Mbae is a very vocal leader in Nakuru, but he's a national leader. Peter Mbae is a national leader. We cannot say Peter Mbae is a local leader. That is a national leader. Unajua kazi ya senator ni oversight both county and the national government. Na Peter Mbae has qualified. Unajua Peter Mbae ni mtu amemove na step. So tukiangalia senator 2027, tunaangalia mtu mwenye akona capability, mtu mwenye akona potential. Kumaanisha mtu mwenye akona potential ni mtu akona experience ya the governance. Mtu kama Niaje? Mzee. Wewe ni mtu nguya sana. Maana bila ameua Luku. Luku ni diriba. Luku ni kani. Nilikuwa nasema hivi. Tukiangalia senator kazi ya senator ni oversight for the county government, the national government. Kuangalia venye ambapo governor anafanya kazi, governor anafanya aje, funds za county zinakuwa managed aje, the projects ambazo zimefanywa na county zinafanywa aje, transparency iko ama hakuna. Naona kuna kumekula hiyo hoteli na imekula hiyo hoteli. Kuja wasalimie kidogo. Kuja wasalimie. Mimi ni Fradeni. Sikia. So Peter Mbae ametosha mboga. Kwa sababu ni mtu amekuwa MCA, ni mtu amefanya kazi hadi kwa ofisi ya inaitwa delivery unit. Nimemuona sana. Ni mtu mwenye anajulikana, ni mtu mwenye akona capability, ni mtu wako very vocal, ni mtu educated, ni mtu mwenye akona uwezo wa kukuwa senator na kuwa the best senator. Huyo wewe ukiangalia Senator Sifuna na Mbae wako na tofauti. Hakuna tofauti. Sasa 2027 ukisikia watu wanasema senator ni nani, unajua senator ni Mbae. Ukifika mtaani watu wasifika huko kama saizi venye huko watu wako kando kando. Kila mtu anasema senator ni Mbae. Unajua ako na opposition wengi. Opposition wako nao, hakuna mwenye ametosha mboga. Na mtu mzima lazima upigwe mawe. Hakuna mtu ametosha mboga. Hakuna mtu ametosha mboga. Hao wengine wote ni farafagia. Peter Mbae atakuja asubuhi na atawaosha. Atawaosha hata wakienda debate. Kama kuna mtu anaweza debate vizuri ni Peter Mbae. So ninajua umeniona na Peter Mbae unasema kwa nini kinara nini anakula kwa Peter Mbae. Kile kitu unaona Peter Mbae naona capability, naona mtu mwenye akona akili, mtu mwenye akona future na dreams zake ni legit. Dr. Peter Mbae ambao ni Senator 27. Hapo ndo tuko. Hakuna kubagua naenda nasema chama ya DCP na direct ticket by the way. Sasa kidogo tu tukiachana na Peter Mbae, nataka unielezee kidogo kuhusu siasa ya Bahati constituency. Hadi saa hizi vile ambavyo umeona kiongozi wa sasa vile anaendesha serikali Bahati na challenge ambazo ziko na vile ambavyo tunafaa kutatua hizo challenge. Bahati constituency kwanza kuna kitu watu hawajaielewa kuhusu Bahati constituency. Bahati constituency ni constituency ambao kuna potential ya kuwa na kila kitu. For example tukiongea about infrastructures, tukiangalia about roads, tukiangalia kuhusu sijui maji, tuangalia stima. Bahati haifai kuteseka na kitu kama stima, haifai kuteseka na kitu kama maji kwa sababu kuna Dondori pale. Dondori inatoa maji hadi watu wanashindwa kucontrol maji kwa nyumba zao. Unaona? So ni place yenye tunaweza supply maji Bahati constituency mzima. Place yenye unaweza kuwa na shida ya maji ni wale wa Kiamaina wenye wanakaa Kilima Top huko juu. Kwa sababu maji yasipanda mlima. Tunaona pia huko maji iko. Unaona? Kwa hiyo unahitaji watu wa Milimani huko kuna shida ya maji. Huko kuna shida ya maji. Yaani vipi tunaweza tatua hiyo shida ya maji? Unless ichimbe borehole Kilima Top. Unless ichimbe borehole. Bahati kunafaa kuwa na industry. Tunafaa kuwa na industry. Bahati people are farmers. Tunafaa tufikirie aje kama Bahati watu ni wakulima. Kuna wase wanapanda viazi, kuna wase wanapanda carrots, kuna wase wanapanda dania. Nini? Dania ikitoka Dondori ikifika hapa Nakuru ni 2,000 gunia. Watu wa Dondori wanaiuza na 1,000. What does that means? That means kuna brokers hapa katikati. Mbona sisi kama viongozi ama kiongozi ambao amechaguliwa sifikiria aje ati kitu kama carrots
Hata tukifika town ni 3. Ukifika huko jina ikifika wakiana kwa mkulima wananunua na 800. That means ikifika town imeongezwa na 2200. Kwa nini mbona hii carrot tukichukuliwa tu hapo ziongezewe quality? Ziongezewe quality ndio wale watu wa bahati wapate pia mazao mzuri. Unaona? Na mimi najua mtu ako na dream ya kufanya mambo yote. Ni kiongozi ambaye anaitwa maana. Kwa sababu kiongozi mwenye kosa hizi ni mrembo na kazi na amelala. Hata nimesikia kwa watu Manabe anaweza, nasikia kwamba watu wanasema Manabe anaweza, Manabe ako na uwezo na ako na akili. Sasa kuna mtu ako na akili na uongozi. Ni huyo. Manabe Kikuyu ndo atakuwa ndiye nyoro wa pili wa bahati. Sasa watu wasidanganywe ati mrembo mwenye wako sasa hivi ameharibu jina. Mrembo ndo ameharibu jina peke yake. Manabe hakuna mtu amempea kazi akashindwa kufanya. Kama kuna mtu amepea Manabe kazi akashindwa kufanya, hakuna. So Manabe ndio kiongozi. Na Manabe ako na uwezo ya kufanya hizo shughuli zote. Na Manabe ako na uwezo kabisa na kuwa kiongozi mzuri kwa sababu ni mtu ambao unajua Manabe ataweza. Okay. So ukiingia ground wewe unajua watu wanasema ni Manabe. Safi kabisa. Kumbuka kwamba niko na youth leader Bahati constituency na kama kawaida wanamuita Steven Kinara. Tuko naye hapa ndani ya Unyama TV, na kama K kama Kawis uko na mnyama in the area na Bongo kama K kama Kawis. So nataka upatie tu vijana ushauri kidogo about vile ambavyo wanafaa kujitambua, ama ni hatua gani wanafaa kuchukua ili tubadilishe hii serikali yetu ambayo inatunyanyasa. Vijana advice zao ni very simple. Kuwa kadi, kuwa kura. Kama una kura, kimbia pale kwa IEBC office, wale ambao ni wa Bahati pale Kiamaina headquarter ya IEBC. Chukua kura yako, kuwa kadi. The 2027 ukue the voice, because we have the power, we have the ability and we have the numbers to change. Na tuna change through kupiga kura, through voting. Tupatane 2027 kwa debe. Nikisema ni one time kuwaondoa, ku replace with good leadership na good leaders ina Manabe na mimi na wale wengine na Kitambaye senator. Hao wengine one time. Kama K kama kawaida, jitu lenye mkonga hapa na wala si tembo ila na Bongo ndo nembo mazee. Na hii ni Unyama TV vlog. Kama K kama kawaida, tumekuwa na mnyama kabisa, mnyamwezi Kinara, leader Bahati constituency na incoming leader. Till next time man, keep subscribing, like and share. I'll see you.